Islands haijakuwa na mambo mawili tena muhimu, barabara na vile vile mambo ya sewage system. Tumekamilisha sasa mambo ya sewage system. Mimi naenda kwa sinyi, ndio mtaamua kulingana na ile kazi mtu amefanya. Sasa kila mtu afanye bidii. Mimi kazi yangu mimi nitafanya, nitapanga ajira ya hawa vijana. Tukutane 2027 na wale wako na maneno. Sinyi ndio mtaamua, na kila mtu anapimwa na kazi yake. Ama namna gani watu wa Njiru? Siasa ya ukabila ama dini ama migawanyiko ama ubaguzi ama chuki, sisi wale wanasema tuungane, nione kwa mkono. Wala wanasema tuungane. Mimi na mimi nawaambia jameni, mimi nawaeleza, Njiru hoye! Kasarani hoye! Mimi niko hapa na viongozi wengi. Niko kwanza na naibu wa rais Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki awasalimie. Leo mmeona rais anaitwa nani? Umesikia hiyo mambo rais yote amesema itafanywa? Ataongeza madarasa, atawatafutia basi, na atasaidia wazazi wenu mambo ya mashamba na maji patikane. Mutafanya bidii, mtatii walimu, mtatii wazazi wenu, ndio kesho muwe wadosi kama hao wadosi mnaona hapa. Mnaambia rais aje? Asante. Mnaambia rais aje? Rais anakazana serikali kuhakikisha kwamba kuna nafasi ya kutosha ya vijana yetu kupata ajira. Hii program ya affordable housing, ujenzi wa masoko, Nairobi River Regeneration, hizi ni kazi ambazo vijana wetu watajisaidia nazo, ili kusiwe na watu ambao ni wengi ambao hawana kazi katika sehemu yetu ya Nairobi na katika Kenya yetu nzima. Kwa hivyo sisi kama serikali tunajitahidi kuhakikisha kwamba mahali popote pale ambapo kazi inapatikana, iwe ni mahali pa kusaidia mwananchi, we are trusting that we will create short-term jobs, mid-term jobs, long-term jobs, wherever we can find a job for the young people of Kenya, including digital jobs, to make sure that everyone has a chance. Mwisho kabisa, mumesikia rais amesema ataki sehemu yoyote ibaki nyuma, ataki jamii yoyote ibaki nyuma. Tunataka nchi yetu iwe moja, na hii Kenya inatutoshea sisi zote. This country is enough for all of us. We need to unite and have one country, one Kenya, without any discrimination on basis of religion, on basis of ethnicity, until we make sure that we are all united. Kasarani oye! Oh yeah! Honorable Karauri has done an amazing job, and he deserves all the support that he can get from you. Whatever you require from the county, si mnajua mimi na Walombo tu, ndawafanyia ile mnataka niwafanyie. Si ndio hiyo? But we will keep coming to support you. We are working to do for you a proper ablution block, so that we can leave the issue of the trunk that is down there. Sawa sawa? Ili mkuwe healthy na muwe strong. Umesikia vile rais amewafanyia? Will you do your part? You listen to your teachers? You'll work hard? You'll be disciplined? But also I want to add one thing. Be kind. Be kind to your classmates. Be kind to each other. Do unto others what you want them to do to you. Watoto wetu wengi Nairobi hawajakuwa wanaenda kwa mashule vizuri, si ndio? Na yeye akiongeza madarasa, mimi naongeza DC na county. Watoto wetu wanakula na shilingi 5 peke yake katika shule zetu. Si ni sawa? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee. Wale wanafikiria ni mchezo, hawajui kile kitu mwananchi anapitia. Hawajui kile kitu mwananchi anapitia. Najui kile kitu mtoto anapitia. Hata kwa wazazi wengine hiyo shilingi 5 ni ngumu kupata. Lakini tumesema watoto wetu hata wasipokuwa nayo,
kila siku watapata chakula ambayo inatosha na chakula ambayo ni moto, kwa sababu hao ni watoto wetu, si sawa? Jambo la pili, Excellency, asante sana, umerudisha pressure chini. Watu walikuwa na wasiwasi ya kufurushwa kwa mashamba yao na kwa manyumba yao. Tumesema hakuna mtu atatolewa kwa shamba yake, hakuna mtu atatolewa kwa boma yake. Niwekana wale wamiliki, tumekubaliana vile watapata loans, watu walipiwe, wameniletea subdivision. Kama iko sawa, nikiangalia mzuri, mimi nitaipitisha. Mimi nikiwa kiongozi wa taifa hii kwa mapenzi ya Mungu, nimesema Kenya hii tunataka tushirikiane. Ni mapenzi ya Mungu, hakuna jamii iko katika Kenya hii kimakosa. Hakuna jamii iko Kenya hii kwa mwaliko wa mtu yeyote. Hawa jamii zote za Kenya wako Kenya hii kwa mapenzi ya Mungu. Na mimi kama kiongozi wa Kenya, mimi nimesema nitaunganisha jamii zote za Kenya. Tufanye kazi na viongozi wote, tuwatumikie wananchi wote wa Kenya bila ya kuwabagua, bila ya ukabila, bila ya chuki, bila ya mambo ya kubaguzi, kwa sababu Kenya ni moja na ni nchi yetu na ni mapenzi ya Mungu sisi wote tuwe katika taifa hili la Kenya. Mimi nawauliza jameni, watu wa Kayole, munasema tuungane ama tutengane? Ndio nimekubaliana hata na Raila Amolo Odinga, former prime minister. Tumekubaliana na yeye ya kwamba hatutaki ukabila Kenya, hatutaki siasa ya chuki Kenya, hatutaki siasa ya migawanyiko Kenya. Inaturudisha nyuma, inatugawanya, inaingiza chuki katika taifa letu la Kenya. Na ndio mimi nawauliza jameni, kwa unyenyekevu, wananchi wa hapa Kayole, tuungane, tushirikiane. Mimi nataka niwaambie hivi, hii serikali ya Kenya inatutosha sisi wote. Sio lazima jamii moja iondoke ndio jamii ingine ingie. Sisi wote tunatoshea hapo ndani. Jamii zote za Kenya zinaweza kushughulikiwa mahitaji yao na matakwa yao na serikali hii ya taifa letu la Kenya. Majina ni mingi, lakini kazi mimi nitafanya. Naendelea kufanya, mnaniongezea majina. Naendelea kufanya, mnaniongezea majina. Mimi naona tuongeze mpaka ifike 10. Itoshane na ile miaka. Ama mnasemaje? Sasa muli sasa huyu Kasongo ni nani? Kasongo ni nani? Mimi ndio Kasongo. Aya, na nasikia iko ingine imekuja inaitwa El Chapo. Hata hiyo pia. Basi tuendelee na majina, hiyo kitu kazi mzuri. Wacha mimi nisomeshe watoto, niwatengenezee barabara, nipange ajira ya hawa vijana. Nyinyi kazi yenu ni kupandika majina. Na tunaendelea. Si namna hiyo? Ama mnasemaje jameni? Tuendelee ama tuendelee? Nimekubaliana na mbunge wenu huyu, Bwana Karauri. Bado tuko na sehemu nyingi iko na giza hapa Nairobi, hamuna stima ya kutosha. Now we have agreed on a program ambayo itahakikisha sehemu hii ambayo iliwachwa nyuma pia inawekwa stima. Na kuna barabara nyingi hapa ambazo hazishashughulikiwa. Mimi nimekubaliana na governor, nimekubaliana na hao waheshimiwa. Tunawapatia shilingi bilioni 2 kutengeneza barabara ndogo ndogo za hapa Nairobi, zikiwemo za Kasarani. Nyinyi mnanielewa my friends? Tuko pamoja? Nasikizeni marafiki zangu. Si tunaelewana jameni? Si sasa ni 2025? Si uchaguzi itakuwa 2027? Si nyinyi ndio mtaamua kulingana na ile kazi mtu amefanya? Si nyinyi ndio mtaamua kulingana na ile kazi mtu amefanya? Sasa kila mtu afanye bidii. Mimi kazi yangu mimi nitafanya. Nitapanga ajira ya hawa vijana. Nitapanga barabara zenu. Nitapanga maji. Nitasomesha watoto wenu. Nitajenga madarasa. Tukutane 2027 na wale wako na maneno.
Si nyinyi ndio mtaamua? Na kila mtu anapimwa na kazi yake, ama namna gani? Watu wa Njiru, mnasema tuendelee ama tuendelee? Bwana, tuendelee ama tuendelee? Lakini sasa mimi nataka niwaulize, simulinipatia kazi nifanye? Simulisema nisomeshe watoto? Si nimepanga mambo ya madarasa? Si nimepanga mambo ya walimu? Simulisema nipange ajira ya hawa vijana? Si nimepanga affordable housing? Si nimepanga climate works? Simulisema nipange mambo ya afya? Si mimi naendelea na kupanga mambo ya SHA? Ama namna gani? Si nyinyi ndio mtaamua kule mbele? Si 2027 nyinyi ndio mtaamua? Kila mtu na kulingana na kazi yake? Ama mnasema namna gani? Si namna hiyo? Hii area ya Kasarani ilisahaulika miaka nyingi, na ndio sababu saa hizi ndio tunapanga mambo ya barabara. Mimi nimemaliza ile mambo ya maji, sasa mtapata maji sehemu hii kwa wingi, na tuhakikisha kwamba mambo yenu ya mashamba hapa yanatatuliwa, ndio hii Kenya isonge mbele na Kasarani isonge mbele. Sawa? Ni sawa hapo, sio? Na nyinyi mtafanya bidii. Pia nimekubali ya kwamba hii Nairobi inahitaji affirmative action ya walimu. Na nimeamurisha ya kwamba tukiajiri walimu zaidi Septemba, tutahakikisha kwamba walimu wa kutosha wanapatikana Njiru na mashule zingine zote za Nairobi. Sawa jameni? Hii Kasarani imeteseka miaka nyingi, haina maji. Niliwaeleza ya kwamba tutaweka mpango mzuri ya maji. Sasa ile Northern Collector Tunnel tumekamilisha. Tumeunganisha mfereji mkubwa kutoka kule Kasarani na inatembea mpaka Embakasi. Na hiyo mfereji sasa inaanza kule Kamulu, imeanza kuwekwa maji kwa manyumba. Mimi nitarudi hapa wakati in the next 6 months, wakati hiyo maji yote imesambazwa Kasarani hii. Ndio watu wa Kasarani wawe na maji. Muache kukunywa maji ambayo inaharibu meno yenu na inaharibu afya yenu. Muwe na maji safi kama ya mji wa Nairobi. Ni kweli ama si kweli bwana? Tunaelewana? Vile vile hii Nairobi, sehemu hizi hasa sehemu ya Eastlands, hii constituencies ya Eastlands haijakuwa na mambo mawili tena muhimu: barabara na vile vile mambo ya sewage system. Tumekamilisha sasa mambo ya sewage system. Mimi naenda kuifungua leo ili maji taka yote ya Kasarani, ya Embakasi constituencies zine sasa iko tayari, ndio tuondoe maji taka, muishi katika mazingira ya sawasawa. Sababu naamini kwa usawa na naamini ya kwamba kwa umoja ya Wakenya. Nimesema ya kwamba tuungane jameni. Waswahili wanasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Ni kweli ama si kweli? Ndio nimesema serikali ya Kenya inatoshea wananchi wote wa Kenya, inatoshea jamii zote za Kenya, na serikali ya Kenya ni ya watu wote wa taifa letu la Kenya. Na ndio mimi nawaambia, sio lazima jamii moja itoke ndio ingine ipate nafasi. Sisi wote tunaweza kupata nafasi katika serikali hii ya Kenya. Inatoshea jamii zote za taifa letu la Kenya. Na ndio tumekubaliana na viongozi wote, akiwemo former Prime Minister Raila Odinga. Tumekubaliana ya kwamba hakuna haja ya siasa ya ukabila ama dini ama migawanyiko ama ubaguzi ama chuki. Sisi wote tuungane kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Na mimi nawaambia watu wa Njiru, mimi nitasimama kidete kuunganisha wananchi wote wa taifa letu la Kenya. Tuweke umoja, tuondoe ubaguzi, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko, tuondoe ukabila, tuhakikishe Kenya inatembea pamoja. Watu wa Njiru jameni, mimi nawauliza kwa unyenyekevu, mkubali tutembee hii safari pamoja ya kuunganisha wa Kenya. Mnasemaje watu wa Njiru? Tuko pamoja? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono, wala wanasema tuungane. Mimi nakubaliana na nyinyi. Kuungana ndio mapenzi ya Mungu. Na mimi nawaambia mimi nawaambia jameni, mimi nawaeleza
without fear of any contradiction. I want you to tell you, the great people of Njiru and Kasarani, we are one nation, we are one people, and it is my responsibility, it is my duty as the leader of this country to unite all communities in Kenya, work with all leaders in Kenya, work for all citizens of the Republic of Kenya, because that is what will make us stronger as a nation. We must avoid the things that divide us. And I am going to be firm, I am going to be forthright in uniting the people of Kenya. Na mimi nawashukuru sana, mnakubali tuunganishe taifa letu la Kenya. Niliwaambia nitaleta rais hapa leo. Rais amefika. Shida zetu Kasarani nzima ilikuwa imesahaulika. Kuna rais mmoja amefika hapa leo. Hizi shida zote tumekuwa tukiishi nazo zimeanza kuisha kutoka saa hii. Njiru. Jambo la kwanza, hapa tumekuwa na shida kubwa sana ya mashamba. Tumewekwa kwa magazeti mambo ya Kirema. Watu wamekosa usingizi wakiogopa kutoka kwa manyumba. Leo rais amekuja hapa, tutamuuliza ahakikishie watu wa Njiru nzima, sio Kirima peke yake, ya kwamba hakuna mtu atatolewa kwa nyumba yake. Jambo la pili, watu wa Kenya Power wanaenda wanatukatia stima, wanasema hatuna title deed ya shamba. Na tumeishi hapo miaka 30. Rais, tunakuomba amrisha watu wa Kenya Power, kama mambo inatatuliwa, wawache watu wakae na stima, wakae na amani, wawache kukaa kwa giza tafadhali. Sasa hao wote kutoka kwa rais na viongozi wote wamekuja hapa ni kwa sababu wanataka nyinyi msome, si ndio? Nyinyi ndio viongozi wa kesho, si ndio? Nyinyi ndio marubani wa kesho, si ndio? Maengineer, madaktari, si ndio? Kwa hivyo sisi tutajenga madarasa, nyinyi msome. Msiwahi danganywa na mtu kuna kitu inapatikana kwa urahisi. Hii masomo, hata kama jana huko unasoma, leo uanze. Useme rais alikuja kwa shule yetu na kutoka leo nimesema nitasoma mpaka pia mimi nifike pale juu. Sawa? Kwa hivyo tunawapenda sana, sisi kama viongozi, hiyo ndio kazi yetu. Na nyinyi mtufanye tukue proud, si ndio? Ninyi watu mtanimaliza. Hizo ni kweli ama si kweli? Nimemwambia governor apangane, tumeelewana? Bas, mimi nataka ni chakula Nairobi. Sio hiyo? Shilingi 5 maendeleo. Kitu ya mwisho ni kwamba sisi tunasimamia umoja. Shule yetu nzuri, walimu ni liwaya kwa rais wetu walikuwa wakisema liwaya, shule yetu iko mbele liwaya. Nataka kuwashukuru sana, mmekaribisha rais vizuri sana na najua atarudi tena, si ndio? Mwambieni asante mara ya mwisho. Thank you very much.
wanafunzi kwa rais wetu. Wakisema liwaya shule